Karibuni sana wapendwa watazamaji wetu mahali popote mnapofuatilia kipindi hiki. Kipindi hiki ni kipindi cha Biblia Yasema, kipindi kinacholetwa kwenu kikijibu maswali yaliyoulizwa na watazamaji wetu. Leo tena tunayo maswali kadhaa ambayo tunakwenda kuyajibu, na kabla hatujaanza kipindi chetu, hebu tupate kuomba. Baba yetu mwema wa mbinguni, na kushukuru sana kwa ajili ya mtazamaji ambaye amechukua nafasi yake kufuatilia kipindi hiki. Hebu maswali yanayokwenda kujibiwa yakawe mbaraka kwa kila mmoja anayefuatilia, nasi ukatusimamie na kutupatia uwezo wa Roho Mtakatifu kuyajibu kwa namna ambayo mtazamaji wetu itamsaidia kufanya uchaguzi ulio sahihi. Ndilo ombi letu katika jina la Yesu Kristo. Amina. Amina. Basi kama nilivyosema, mimi ni mchungaji Steven Leta ambaye niko pamoja na dada yetu Miriana ambaye anakwenda kutusomea maswali, na ataanza na swali la kwanza. Karibu. Asante Pastor. Wapo wanaosema wameokoka huku wakitumia mafungu ya Biblia kusimamia hoja hiyo kama wokovu ni sasa. Je, Biblia inazungumzia nini kuhusu kuokoka? Wapo duniani walio hai au wafu waliookoka? Naam, huyu ndugu yetu anataka kujua kama kuokoka ni jambo halisi linalotokea sasa kwa wanadamu wanaoishi, au ni jambo litakalotokea huko mbele ya safari, na kama kweli kuna uwezekano binadamu kuokoka. Biblia inapozungumzia kuokoka inamaanisha kuwa kwenye mazingira yasiyofikiwa na hatari iliyokuwa inamkabili mtu hapo kabla. Baada ya anguko la dhambi, wanadamu wote waliingia katika hatari ambayo isingewezekana kabisa kuokoka nayo bila msaada wa Mungu. Katika kitabu cha Marko sura ya 10 fungu la 24 hadi 27 tunasoma, wanafunzi wakashangaa kwa maneno yake. Yesu akajibu tena akawaambia, watoto, jinsi ilivyo shida wenye kutegemea mali kuingia katika ufalme wa Mungu. Ni rahisi ngamia kupenya katika tundu ya sindano kuliko tajiri kuingia katika ufalme wa Mungu. Nao wakashangaa mno, wakimwambia, ni nani basi awezaye kuokoka? Yesu akawakazia macho akasema, kwa mwanadamu haiwezekani, bali kwa Mungu sivyo, maana yote yawezekana kwa Mungu. Kwa hiyo tunapata jibu hapo ya kwamba kuokoka kunawezekana, kwa sababu ila kwa mwanadamu mwenyewe kuokoka au kujiokoa huwa ni jambo lisilowezekana. Na Mungu alitambua mwanadamu atahitaji kuokolewa katika hatua kubwa tatu. Anguko la mwanadamu lilitokea katika hatua kubwa tatu. Na katika hizo hatua tatu za anguko la mwanadamu, Mungu aliandaa njia za kumuokoa. Alimwandaa aokolewe kutoka kwenye adhabu ya kifo. Kulikuwa na adhabu ya kifo. Hiyo ilikuwa ni jambo lililotokea baada ya anguko la dhambi. Lakini pia Mungu akaandaa aokolewe kutoka kwenye utumwa wa dhambi. Kulikuwa na utumwa wa dhambi unaomkabili mwanadamu. Na jambo la tatu, Mungu aliandaa mwanadamu aokolewe kutoka hali ya kuondokewa na utukufu na kuondokewa na urithi ambao hapo kabla ya anguko Mungu alikuwa amemwandaa nao. Kwa hiyo hatua hizi tatu za wokovu zinatajwa vizuri na Mtume Paulo anapofafanua jinsi wanadamu wanavyookolewa. Katika Wakorintho wa pili sura ya 1 fungu la 10, Biblia inasema, aliyetuokoa sisi katika mauti kuu namna ile, tena atatuokoa, ambaye tumemtumaini kwamba atazidi kutuokoa. Kwa maana hapo kuokoa zipo katika hatua tatu. Aliyetuokoa ni tukio lililotokea huko nyuma tayari. Tumemtumaini kwamba atazidi kuokoa ni tukio linaloendelea, na atatuokoa ni tukio linalokuja huko baadaye. Kwa hiyo awamu hizi tatu za wokovu zinatekelezwa na Mungu kupitia kwa nafsi ya Yesu Kristo, nafsi ya Roho Mtakatifu na nafsi ya Baba. Kwa hiyo nafsi zote tatu zinashiriki katika kumuokoa mwanadamu. Awamu ya kwanza ya wokovu Yesu aliikamilisha pale alipotoa maisha yake yawe fidia kwa ajili ya wanadamu wote pale msalabani.
Tunasoma hayo katika kitabu cha Isaya 53 fungu la 5. Biblia inasema, bali alijeruhiwa kwa makosa yetu, alichubuliwa kwa maovu yetu, adhabu ya amani yetu ilikuwa juu yake, na kwa kupigwa kwake sisi tumepona. Yesu alitulipia hiyo adhabu ambayo ilikuwa inawakabili wanadamu wote kwa kifo chake pale msalabani. Kwa hiyo Yesu unapomwona akifa pale msalabani, anakufa kwa niaba ya wanadamu wote. Anatumikia adhabu ambayo ilikuwa inawastahili wanadamu wote. Kwa hiyo Mungu alituokoa kutoka katika adhabu ya mauti ya milele, na hicho kitendo kilitokea huko nyuma na ni tukio ambalo limekamilika. Katika kitabu cha Marko 10 fungu la 45 Biblia inasema, kwa maana mwana wa Adamu naye hakuja kutumikiwa bali kutumika na kutoa nafsi yake iwe fidia ya wengi. Na kutokana na Yesu kufa pale msalabani na kutoa nafsi yake kuwa fidia ya watu wengi, sasa kuna jambo limetokea. Katika kitabu cha Warumi sura ya 8 fungu la 1 Biblia inasema, sasa basi hakuna hukumu ya adhabu je walio katika Kristo Yesu. Ile adhabu ambayo ilikuwa inawakabili wanadamu sasa imeondolewa, na wanadamu sasa hawakabiliwi tena na hiyo adhabu, kwa sababu adhabu hiyo Yesu aliichukua alipokufa pale msalabani. Kwa hiyo Yesu ametuokoa na adhabu ya mauti. Tena Biblia inatuambia hivi katika Yohana 5 fungu la 24, Biblia inasema, amini amini nawaambia, yeye alisikia neno langu na kumwamini yeye aliyenipeleka yuna uzima wa milele, wala haingii hukumuni, bali amepita kutoka mautini kuingia uzimani. Kwa hiyo unaweza ukasema sisi wanadamu tumeokolewa kwa maana ya ile awamu ya kwanza ya wokovu, ambayo ni nafsi ya Yesu Kristo au nafsi ya mwana aliitekeleza. Yeye alitoa maisha yake yawe fidia alipokufa pale msalabani, na kwa kupigwa kwake na kwa kifo chake sisi tukawa tumepona. Kwa hiyo wanadamu tena hatuna hofu ya kwenda kwenye hukumu, maana Yesu alishatulipia hiyo hukumu. Hivyo basi ni sahihi mtu aliyemwamini Yesu kusema ya kwamba ameokoka, akimaanisha amepona adhabu ya moto wa milele, kwa kuwa Yesu alikufa badala yake. Lakini wokovu kwa maana ya kuondoka kwenye utumwa au mazoea ya dhambi ni mchakato. Ni mchakato ambao umeanza na ni endelevu. Utakoma tu Yesu atakaporudi kuwachukua watakatifu wake. Tunasoma katika kitabu cha Wafilipi sura ya 3 fungu la 12 hadi 14. Biblia inasema, si kwamba nimekwisha kufika au nimekwisha kuwa mkamilifu, la, bali nakaza mwendo ili nipate kulishika lile ambalo kwa ajili yake nimeshikwa na Kristo Yesu. Ndugu, sijidhanii nafsi yangu kwamba nimekwisha kushika, ila natenda neno moja tu, nikiyasahau yaliyo nyuma, nikiyachuchumilia yaliyo mbele, na kaza mwendo nifikirie mede ya thawabu ya mwito mkuu wa Mungu katika Kristo Yesu. Kwa hiyo awamu ya pili ya wokovu inahusu mabadiliko ya tabia, na mabadiliko ya tabia ni mchakato endelevu, na nafsi inayosimamia mchakato huo ni Roho Mtakatifu. Mchakato huo utakoma ile siku Yesu anapokuja kuwachukua watakatifu wake, au mchakato huo unakoma siku mwanadamu anapofariki, anapofikia mwisho wa uhai wake. Kwa hiyo ni makosa kuwaambia watu ya kwamba umeokoka kwa maana ya kwamba umekamilika katika tabia na mwenendo wako. Jambo hilo ni mchakato. Inaweza kuwa umeuanza mchakato na upo katika hatua labda za awali, au upo katika hatua za katikati, au hata upo katika hatua za mwisho kabisa za ukamilishaji wa tabia za Mungu. Lakini nimekosa kusema ya kwamba nimeokoka kwa maana ya kwamba sitendi dhambi kabisa. Jambo hilo kama litatokea, basi atakayelitamka ni Mungu na sio wewe ambaye unapitia katika huo mchakato. Kujinadi kwamba umeokoka ukimaanisha kuwa utendi dhambi yoyote ya tendo, wazo na neno, ni kujikinai na kujihesabia ambako ni tabia walio nayo Mafarisayo. Sifa ya wema juu yako haipaswi itolewe na wewe mwenyewe, inapaswa isemwe na wengine na sio wewe mwenyewe. Mithali 27 fungu la 2 Biblia inasema, mwingine na akusifu wala si kinywa chako mwenyewe, mtu mgeni wala si midomo yako wewe.
Kwa hiyo kuna sababu gani ya mtu kukimbilia kuwaambia watu kwamba nimeokoka, au kusema kwamba sitendi dhambi, au kwamba sasa hivi nimebadilisha tabia zote zilizo mbaya nilizokuwa nazo, badala ya kuwasubiri watu wakuambie kwamba ndugu, tunaona kama unapiga hatua vizuri. Na wakikwambia hivyo, waambie namshukuru Mungu, ila bado niko kwenye mapambano, mniombe ili nifikie hapo ambapo Mungu anatamani nipafikie. Katika kitabu cha Luka 18 fungu la 9 hadi 14, Biblia inasema, akawaambia mfano huu watu waliojikinai ya kuwa wao ni wenye haki, wakiwadharau wengine wote. Watu wawili walipanda kwenda hekaluni kusali, mmoja Farisayo, wa pili mtoza ushuru. Yule Farisayo akasimama akiomba hivi moyoni mwake, Mungu, nakushukuru kwa kuwa mimi si kama watu wengine, wanyang'anyi, wadhalimu, wazinzi, wala kama huyu mtoza ushuru. Mimi nafunga mara 2 kwa juma, hutoa zaka katika mapato yangu yote. Lakini yule mtoza ushuru alisimama mbali, wala hakuthubutu hata kuinua macho yake mbinguni, bali alijipiga kifua akisema, Mungu, uniwie radhi mimi mwenye dhambi. Nawaambia, huyu alishuka kwenda nyumbani kwake amehesabiwa haki kuliko yule. Kwa maana kila ajikwezaye atadhiliwa, naye ajidhilie atakwezwa. Kwa hiyo tuepuke sana tabia ya kujikweza, tabia ya kujiinua, tabia ya kujiona kwamba tunafaa kuliko watu wengine. Kama ni kweli unafaa kuliko watu wengine, basi watu wengine ndio wakuambie, waseme, lakini sio wewe mwenyewe kujipeleka kimbelembele na kusema kwamba uko bora kuliko watu wengine. Wale ambao Roho Mtakatifu anafanya mchakato mabadiliko ya tabia huwa ni watu wa mwisho kabisa wa kujivuna au kujisifia, na hata ukiwasifia huwa si wepesi kukubali hizo sifa. Mara nyingi wanazielekeza kwa Mungu ambaye ndiye hasa aliyeleta hayo mabadiliko ambayo watu wanayafurahia. Mtu ategemea uwezo wa Roho Mtakatifu kushinda dhambi, hatimaye atakoma kutenda dhambi. Katika kitabu cha Yohana wa kwanza 3 fungu la 9, Biblia inasema, kila mtu aliyezaliwa na Mungu hatendi dhambi, kwa sababu uzao wake wakaa ndani yake, wala hawezi kutenda dhambi kwa sababu amezaliwa kutokana na Mungu. Hili fungu linachosema ni sahihi kabisa, kwamba haya mazoea ya kutenda dhambi kwa mtu ambaye amempokea Yesu Kristo na ambaye amepokea kipawa cha Roho Mtakatifu, kuna wakati atafikia ukomo wake. Yaani mwanadamu hatakuwa anatenda dhambi tu siku zote, hapana. Wakati anavyotoa ushirikiano na Roho Mtakatifu, utafikia wakati ambapo atakoma kutenda dhambi. Na sababu ya kukoma kutenda dhambi ni kwamba kuna ile nguvu ya Roho Mtakatifu itakuwa ndani yake, ule uzao wa Yesu Kristo utakuwa ndani yake, na kile kinachozalisha dhambi ndani yake kitakuwa kimekoma kufanya hivyo. Ila jambo hilo linatokea lini? Hatuwezi kusema litatokea leo au litatokea kesho. Litategemea jinsi unavyotoa ushirikiano kwa Roho Mtakatifu. Na kama kwa bahati nzuri limeshatokea tayari kwako, na kuomba usiwe wa kwanza wa kuwatangazia watu kwamba sasa wewe hutendi dhambi, kwa sababu hicho kitendo tu cha kutangaza kwamba hutendi dhambi chenyewe ni dhambi. Kwa maana wewe ni binadamu, huwezi kujiamini kwa kiasi hicho. Lakini Mungu na wanadamu wengine wanaweza wakatamka jambo hilo, na watakapokutamkia basi ukawe mnyenyekevu katika kupokea sifa hiyo. Kwa kuwa Mungu ana uhakika kuwa mchakato wa mabadiliko ya tabia ulioanzishwa na Roho Mtakatifu ndani yetu utakamilika kwa ushindi na kwa wakati alioupanga, haofii wala hasidi kututambua kwamba sisi ni watakatifu. Jambo moja la kutia moyo ni hili: wakati ambapo Mungu anatutahadharisha tusije tukajiinua kwamba tumekamilika au tu watakatifu, na kwamba tunapopewa sifa za kwamba tumeonyesha mwenendo ulio bora kuliko watu wengine, tuwe waangalifu kwenye kupokea hizo sifa, bado Mungu huyo huyo anatutambua sisi tulio kwenye mchakato kama watakatifu. Ufunuo 14 fungu la 12, Biblia inasema, hapa ndipo penye subira ya watakatifu hao wazishikao amri za Mungu na imani ya Yesu. Kama unamwamini Yesu na pia kama unazishika amri za Mungu, hata kama hujapiga hatua kubwa sana katika mabadiliko ya tabia, Mungu anakuhesabu kama mtakatifu. Na hiyo kukuita mtakatifu ina makusudi makubwa mawili. Kwanza, kukutia moyo ya kwamba wewe
ni mdau au ni mtakatifu mtarajiwa, na kwa hiyo usiwaze tena kurudia maisha ya zamani ya dhambi. Lakini pia sababu ya pili ni kwamba ule mchakato wa kukukamilisha wewe kutoka kuwa mwenye dhambi na kufanya mwenye mtakatifu utafikia kile kikomo chake, utafikia hitimisho lake kama lilivyopangwa, kwa sababu Mungu anapokuwa amepanga jambo hakuna namna ya jambo hilo kushindwa kutimia ikiwa tu mtu ataendelea kutoa ushirikiano. Kwa hiyo sisi ni watakatifu, lakini usitafute watu wakuite mtakatifu, wala usiwalazimishe watu wakuite wewe mtakatifu, ila Mungu anakutambua hivyo na unatakiwa kuipokea sifa hiyo kwa unyenyekevu mkubwa sana. Katika kitabu cha Wakorintho wa kwanza 1:2 Biblia inasema, kwa kanisa la Mungu lililoko Korintho, wale waliotakaswa katika Kristo Yesu, walioitwa wawe watakatifu, pamoja na wote wanaoliitia jina la Bwana wetu Yesu Kristo kila mahali, Bwana wao na wetu. Katika kitabu cha Efeso 1:4, kama vile alivyotuchagua katika yeye kabla ya kuwekwa misingi ya ulimwengu, ili tuwe watakatifu, watu wasio na hatia mbele zake katika pendo. Wakolosai 3:12, basi kwa kuwa mmekuwa wateule wa Mungu, watakatifu wapendwao, jivikeni moyo wa rehema, utu wema, unyenyekevu, upole, uvumilivu. Kwa hiyo Mungu anapowaita watakatifu watu walio kwenye mchakato wa mabadiliko ya tabia, hakusudii kuwatambua kama waliokamilika, bali anatumia lugha hiyo kuwahimiza. Waefeso 4:11-13 Biblia inasema, naye alitoa wengine kuwa mitume, na wengine kuwa manabii, na wengine kuwa wainjilisti, na wengine kuwa wachungaji na walimu, kwa kusudi la kuwakamilisha watakatifu, hata kazi ya huduma itendeke, hata mwili wa Kristo ujengwe, hata na sisi sote tutakapofikia umoja wa imani na kumfahamu sana mwana wa Mungu, hata kuwa mtu mkamilifu, hata kwa kufika kwenye cheo cha kimo cha utimilifu wa Kristo. Kwa hiyo Mungu anakusudia ya kwamba tufikie hatua hiyo ya kuwa wakamilifu mapema kadri itakavyowezekana. In fact, Mungu alitamani uwe mtakatifu, kwa maana ambayo umekamilika kwa tabia jana na wala sio leo. Lakini kwa sababu ya wakati fulani tumeshindwa kutoa ushirikiano kwa Roho Mtakatifu, huo mchakato unaenda taratibu sana kwa baadhi ya watu, lakini kwa baadhi ya watu mchakato huo unaenda kwa kasi inayoridhisha. Katika kitabu cha Wakolosai 3:12 Biblia inasema, basi kwa kuwa mmekuwa wateule wa Mungu, watakatifu wapendao, jivikeni moyo wa rehema, utu wema, unyenyekevu, upole, uvumilivu, mkichukuliana na kusameheana, mtu akiwa na sababu ya kumlaumu mwenzake, kama Bwana alivyowasamehe ninyi, vivyo na ninyi. Kwa hiyo umeona hawa watu wa Efeso anawaita watakatifu wapendwao, lakini hapo hapo anawahimiza wajivike moyo wa rehema, utu wema. Yaani kumbe unaweza kuwa mtakatifu lakini mwenye mapungufu. Hilo ni jambo la kuzingatia sana. Kwa hiyo Mungu hajatukatia tamaa, japo mchakato unachukua muda, lakini wakati huo mchakato ukiendelea bado anatutambua kama watakatifu. Katika kitabu cha Efeso 1:18 hadi 19 Biblia inasema, macho ya mioyo yenu yatiwe nuru, mjue tumaini la mwito wake jinsi lilivyo, na utajiri wa utukufu wa urithi wake katika watakatifu jinsi ulivyo, na ubora wa ukuu wa uweza wake ndani yetu tuaminio jinsi ulivyo, kwa kadri ya utendaji wa nguvu za uweza wake. Sasa hapa kuna hatua ya tatu ya kuokoka. Hatua ya tatu ya kuokoka, baada ya kwamba hatua ya kwanza ni ya kuepushwa na ile adhabu ya kifo ambayo Yesu alichukua pale msalabani. Hatua ya pili ni ya kubadilishwa tabia zetu za dhambi na kupewa tabia zile Mungu alizonazo, tabia za utakatifu, na ambapo Mungu anaendelea kutuita watakatifu wakati tukiendelea katika mchakato. Hatua ya tatu, tutakapokuwa tumekamilisha hiyo hatua ya pili, ni Mungu kuja kutupatia urithi. Mungu ameweka agano ya kwamba tutakapokamilika tukarudia tabia yake, anatupatia urithi. Na urithi unatokana na nini? Tutakuwa tumeitwa watoto wake. Maana tunapomwamini Kristo, sisi tunatambuliwa na Mungu kama watoto, kama Mungu anavyomtambua Kristo kama mwanae. Na mtoto ana urithi ambao ni haki yake kupewa. Na huo urithi kwa sasa hivi umetunzwa kule mbinguni kwa ajili yetu. Tutakapokuja kuupokea huo urithi, ndipo tutabadilisha hali yetu ya maisha.
magonjwa hayatakuwepo tena, umaskini hautakuwepo tena. Kwa sasa hivi umaskini unaonekana katika maisha yetu, magonjwa yanaonekana katika maisha yetu kwa sababu hatujapokea ule urithi. Kwa hiyo hiyo ndio hatua ya mwisho kabisa ya kuokoka ambayo inaenda kutimia wakati Yesu atakaporudi na kutupatia zawadi ya uzima wa milele. Atatupatia zawadi ya kuishi pamoja na yeye kama watawala kule mbinguni. Na katika kitabu cha Wakorintho wa pili 4:17 Biblia inasema, maana dhiki yetu nyepesi iliyo ya muda wa kitambo tu yatufanyia utukufu wa milele uzidio kuwa mwingi sana. Wafilipi 3:21 Biblia inasema, atakaye ubadili mwili wetu wa unyonge upate kufanana na mwili wake wa utukufu kwa uweza ule ambao kwa huo waweza hata kuvitiisha vitu vyote viwe chini yake. Kwa hiyo kuna kitu kinachosubiriwa kwa hamu kubwa. Kristo anakuja kutupatia mwili mwingine tofauti na huu, mwili ambao hauna dhambi, mwili ambao hauna maradhi, mwili wa utukufu. Kuelezea zaidi huo mwili wa utukufu sio rahisi, lakini kama unavyofahamu kwamba Kristo atakapokuja atakuja na utukufu mwingi, na wanasema moto utakuwa ukimzunguka kila upande, lakini haumwangamizi. Sasa hicho ndio kiwango cha mwili wa utukufu ambao sisi tutapewa tutakapoenda mbinguni kama zawadi ya uzima wa milele, kama zawadi ya ushindi juu ya dhambi. Kwa hiyo hatua hiyo bado hatujafikia. Wakolosai 3:4 Biblia inasema, Kristo atakapofunuliwa aliye uhai wetu, ndipo na ninyi na uweza wake ndani yetu tuaminio jinsi ulivyo kwa kadri ya utendaji wa nguvu za uweza wake. Tunasoma katika kitabu cha Petro wa kwanza 5:10 Biblia inasema, na Mungu wa neema yote aliyewaita kuingia katika utukufu wake wa milele katika Kristo, mkisha kuteswa kwa muda kidogo, yeye mwenyewe atawatengeneza na kuwathibitisha na kuwatia nguvu. Kwa hiyo kuna hatua ambayo tunaiendea ya kuvikwa miili mipya yenye utukufu, yenye ushindi juu ya dhambi, yenye ushindi juu ya magonjwa na kila kitu. Hatua hiyo kwa sasa hivi hatujaifikia. Lakini kuna jambo moja, wale ambao wamemgeukia Kristo tayari wameanza mabadiliko ya kutunza mwili wao kwa kutokula vyakula najisi, kwa mfano, kwa kutunza miili yao kwa kuoga vizuri, kwa kuepuka maradhi yale ambayo yanaweza kuepukika, maradhi kama ya ngono. Hawa tayari wameanza kupokea huo urithi, maana wanayo historia katika maisha yao ya kwamba wanaugua mara chache, na hata historia inaonyesha kwamba wanakufa wachache, kwa sababu wameanza kuyaishi yale maisha ambayo wanayasubiri kuyapewa wakiwa hapa hapa duniani. Kwa unapoishi kwa kufuata kanuni za afya, kwa kufuata maelekezo ya neno la Mungu, ni kama tayari umeanza yale maisha ambayo tunayasubiria kuanza tutakapokuwa mbinguni. Jambo jingine litakalotokea baada ya kupokea ule wokovu wa hatua ya tatu ni kufanywa kuwa watawala. Ufunuo 3:21 Biblia inasema, yeye ashindaye nitampa kuketi pamoja nami katika kiti changu cha enzi, kama mimi nilivyoshinda nikaketi pamoja na Baba yangu katika kiti chake cha enzi. Kwa hiyo kama umemwamini Yesu na kisha ukaulizwa kama umeokoka, sema umeokoka, kwa kuwa awamu ya kwanza ambayo Yesu alikulipia adhabu ya kifo ilikamilika. Katika Luka 12:32 Biblia inasema, msiogope enyi kundi dogo, kwa kuwa Baba yenu ameona vema kuwapa ule ufalme. Sisi tutakuwa watawala. Moja ya mambo ambayo dhambi itakuwa imetupatia faida kubwa pale tutakapokuwa tumefikia hatua ya kuishinda ni kwamba Mungu atatufanyia kile ambacho hakuwahi kutufanyia kabla hatujaanguka dhambini. Kabla hatujaanguka dhambini sisi tulikuwa tukai kwenye viti vya enzi. Lakini baada ya dhambi sisi tutakaa kwenye viti vya enzi. Na kukaa kwenye viti vya enzi maana yake tulikuwa ni watawala. Kitabu cha Danieli 7:27 linatuambia na ufalme na mamlaka na ukuu wa ufalme chini ya mbingu zote watapewa watu wa watakatifu wake aliye juu. Ufalme wake ni ufalme wa milele, na wote wenye mamlaka watamtumikia na kumtii. Kwa hiyo tutakapokuwa tumeshinda dhambi, Mungu atakaporudishia mwili ule wa utukufu, Mungu atakaporudishia urithi ambao sasa hivi umetunzwa mbinguni, atatupatia pia na utawala. Tutakuwa tunakaa kwenye kiti cha enzi. Tutatawala dunia ambazo hazijaanguka dhambini pamoja na Kristo. Na utawala huo sio wa muda wa mfupi, ni wa milele na milele. Kwa hiyo tutakuwa mahali pazuri kuliko tulipokuwa kabla hatujaanguka dhambini. Nafikiri nimejibu kwa kirefu sana swali lako juu ya kuokoka. Kuokoka kupo,
lakini kuokoka kuna awamu tatu. Awamu moja imekamilika, awamu moja inaendelea, na awamu ya tatu itakuja kutimia Yesu atakapokuja hapa duniani. Tusome swali linalofuata. Asante. Mtumishi, nilikuwa naomba unisaidie hili. Je, kuna tofauti ya kuokoka na kuongoka? Huyu anataka kujua tofauti ya kuokoka na kuongoka. Kwa mujibu wa Biblia, kuokoka ni kuwa kwenye mazingira yasiyofikiwa na hatari iliyokuwa inakukabili hapo awali, au kupokea uwezo uliokuwa unaohitaji kutoka hatarini. Kwa hiyo mtu akikuletea uko kwenye tope fulani, upo kwenye maji, mafuriko yamekuwa makubwa, helikopta ikashuka ikakushushia kamba, hiyo ni hatua ya wewe kuokoka. Inataka kutoka kwenye mazingira hatarishi ikupeleke kwenye mazingira yaliyo salama. Japo sasa kwa mfano huo wa kamba iliyoshushwa, itategemea unavyotoa ushirikiano kuishika hiyo kamba na kuishikilia vizuri, halafu helikopta inaponyanyuka unakuwa umeokolewa. Kama umetupiwa kamba halafu hutaki kuishika ile kamba, hutaokoka, japo ulikuwa kwenye nafasi ya kuokoka. Kwa hiyo dhambi ilimfanya mwanadamu asiwe na uwezo wa kujiokoa. Yeremia 4 fungu la 22 nasema, kwa maana watu wangu ni wapumbavu, hawanijui, ni watoto waliopungukiwa na akili, wala hawana ufahamu. Ni wenye akili katika kutenda mabaya, bali katika kutenda mema hawana maarifa. Na Yeremia 13:23 nasema, je, mkushi aweza kuibadili ngozi yake, au chui madoadoa yake? Kama aweza, ndipo na ninyi mwaweza kutenda mema, ninyi mliozoea kutenda mabaya. Kwa hiyo sisi tulikuwa tumeanguka dhambini na tulikuwa hatuna uwezo wa kujiokoa. Mungu akatuhurumia, kwa sababu Mungu alikuwa na uwezo wa kutuokoa, akaleta huo uwezo wa kutuokoa, na tunachotakiwa ni kutoa ushirikiano. Katika kitabu cha Yeremia 10 fungu la 23 Biblia inasema, Bwana, najua ya kuwa njia ya mwanadamu haimo katika nafsi yake, kuelekeza hatua zake si katika uwezo wa mwanadamu. Hiyo ndio shida iliyotokea baada ya dhambi. Yaani kuelekeza hatua zetu sisi, hatuendi kule ambako tunatakiwa tuende. Yaani unakuta kwamba tunaenda kule ambako tunaenda shimoni kupotea. Hiyo ndio asili yetu baada ya anguko la dhambi. Kwa hiyo Mungu akaona kwamba kwa hali kama hiyo, akituacha hivi hivi bila kutusaidia, kweli tutapotea. Kwa hiyo akaleta msaada, akaleta kamba ya kutuinua kutoka kwenye matope, na anatarajia kwamba tutatoa ushirikiano. Yaani mtu ambaye unamsaidia lazima naye yaani kuna msemo nimeukuta juzi, wanasema ukibebwa kunja miguu. Nikacheka sana, nikasema lakini ni kweli. Yaani kama unabaki miguu inaning'inia huko, hiyo inamsumbua. Hata ukiwa kwenye pikipiki ukikaa pale nyuma alafu umetanua miguu, mara unayumba yumba, unajua unamsumbua yule dereva na mnaweza mkaanguka. Kwa hiyo kuokoka kuko hivyo hivyo. Mungu anakusudia kuokoe, lakini wewe unatoaje ushirikiano kurahisisha hilo zoezi liwe rahisi? Mwanadamu kwa uwezo wake mwenyewe asingeweza kushinda dhambi na kurejesha utukufu na mamlaka na urithi aliyopoteza baada ya anguko la dhambi. Hivyo ingempasa kuikabili adhabu ya mauti ya milele na kupotea milele. Mungu akisukumwa na upendo akaweka mpango wa kumwokoa mwanadamu. Katika Yohana 3:16 Biblia inasema, kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanae pekee, ili kila mtu amwaminie asipotee, bali awe na uzima wa milele. Na Yohana 15 fungu la 5 Biblia inasema, mimi ni mzabibu, ninyi ni matawi, akae ndani yangu nami ndani yake, huyo huzaa sana. Pasipo mimi ninyi hamwezi kufanya neno lolote. Kwa hiyo mwanadamu yeyote asije akadhania kwamba anaweza kujiokoa bila msaada wa Mungu, kwamba unaweza kumshinda shetani, kwamba unaweza kushinda dhambi, yaani kwa kutumia tu akili zako, labda umesoma sana, au kwa kutumia miguvu yako. Kuna mtu mwenye nguvu alikuwa kama Samsoni, lakini ilishindikana. Kuna mtu alisoma kuliko Sulemani, alikuwa na hekima, alikuwa na kipaji cha akili yule baba, lakini mbona alianguka dhambini? Kwa hiyo Biblia inaposema kwamba ninyi hamwezi kufanya neno lolote pasipo mimi, Yesu anasema hivyo, ni jambo la ukweli. Kwa hiyo kuokoka kupo, lakini kuokoka kunataka nidhamu, kunataka kwanza ukubali kwamba huwezi. Unajua hata kumwokoa mtu anayezama kwenye maji, wanasema
inabidi umsubiri akiwa amekunywa maji mara 2 mara 3 hivi, yani yuko hoi tabani, ndio unaweza ukamuokoa. Ukienda ukimkimbilia kumuokoa mtu ambaye bado hajanywa hayo maji, bado ana nguvu, anakuzamisha ndani ya maji. Hii ni kanuni ya ajabu sana. Kwa hiyo hata katika hili swala la dhambi, ukijihisi kwamba wewe huhitaji msaada wa Mungu, yani unajiweza, unajimudu, wewe uko kwenye hatari kubwa zaidi. Kwa hiyo hatua ya kwanza ni kutambua kwamba hata wewe pamoja na nguvu ulizonazo, pamoja na mali ulizonazo, pamoja na usomi ulionao, wewe umepotea, unahitaji usaidiwe na Mungu. Na Mungu yuko tayari kusaidia watu. Kuokoka huku kunaweza kubadilika wakati wowote pale mwanadamu atakapoacha kutoa ushirikiano kwa Roho Mtakatifu. Kwa upande mwingine, hapo nimezungumzia sasa kuokoka. Kuokoka kunaweza kubadilika wakati wowote ule utakapoacha kutoa ushirikiano kwa Mungu. Yaani Mungu anakuachilia kwamba wewe si unajiona unajimudu, anakuachia unaenda na maji. Kwa hiyo unapokuwa umeokoka, acha kuaminisha watu na kujidanganya kwamba nimeokoka tangu mwaka 2020. Mimi niko kwenye wokovu, sawa. Lakini huo wokovu bado uko hivyo hivyo kama ambavyo ulikuwepo wakati unapookoka. Maana wokovu wenyewe unapimwa, una kipimo cha kupima kwamba kuna wakati unashuka chini, kuna wakati unapanda juu. Wakati wenyewe unatakiwa uwe unapanda juu muda wote. Sasa ukishindwa tu kuupandisha huo wokovu kwa muda wote, unaweza ukapiga mark time au ukashuka chini. Kwa hiyo ni jambo la kuangalia sana. Ndio Biblia imesema yule adhaniaye kwamba amesimama, angalia asianguke. Na namna ya kuangalia usianguke ni kuto kujivuna, kuto kujipandisha mabega, kujikweza, kujiona kwamba unajua sana. Hiyo siku unapoanza kuona unajua sana, ndio siku yako unayodondoka sasa. Sasa ameulizia pia kuongoka ni nini? Kuongoka ni tofauti na kuokoka. Kuongoka ni hatua za ukuaji wa kiroho kutegemea na mtu anavyotoa ushirikiano kwa Roho Mtakatifu mwenye dhamana ya kubadilisha tabia. Sasa kuongoka ni ile hatua ya kwamba leo nimeacha dhambi hii, kesho nimeacha dhambi hii. Yaani kuna kukua fulani hivi. Unapoangalia Januari mpaka Disemba kuna mambo fulani yamebadilika. Tunasema wewe unaongoka. Tunasema wewe unaongoka. Luka 22 fungu la 32 Biblia inasema, akasema Simoni, Simoni, tazama shetani amewataka ninyi apate kuwapepeta kama vile ngano, lakini nimekuombea wewe ili imani yako isitindike, nao utakapoongoka waimarishe ndugu zako. Unaona? Huo ndio uongofu. Kwa hiyo wapendwa, ukijiona umeshinda dhambi fulani, acha kuwasema wale ambao wanaendelea kupambana na hiyo dhambi. Wewe mshukuru tu Mungu kwamba jamani, na mimi nilikuwa kwenye shida kama hii. Halafu uchukue hatua kuwaimarisha, yani kuwatia moyo, kuambia tu kwamba jamani msikate tamaa. Na mimi nilikuwa hivyo hivyo, lakini angalieni siku hizi hilo jambo mimi nimeshalishinda. Kwa sababu uongovu ni hatua. Wewe umeshinda hili na hili, bado kuna hili na hili linakusumbua. Sasa yule anayesumbuliwa na leo ulishinda, usimwone kama vile ni mjinga sana. Wewe mtie moyo, kwa sababu unapomtia moyo na yeye anapata moyo kwamba kumbe hili jambo kunawezekana nikaliacha. Hiyo ndio kazi ya uongofu. Kwa hiyo tumefafanua hapo kuokoka na kuongoka, tofauti zake, na wewe uwe katika uongofu, uwe katika wokovu. Wokovu zote ni sahihi. Ukimwamini Yesu umeanza mchakato wa wokovu. Na kualika mchague Yesu, mfanye kuwa rafiki yako, mfanye kuwa bwana wako. Atakufanyia mambo makubwa sana. Kwanza ameshakushindia adhabu ya kifo, wewe huendi motoni tena. As long as unamwamini Yesu, wewe jina lako halipo kule motoni. Wewe unachongangana tu ni mambo mawili: kushirikiana na Roho Mtakatifu abadilishe tabia ya dhambi, halafu kumwomba Mungu akusaidie ufike mwisho wa safari ukiwa salama bila kushuka chini, ili upokee urithi ambao Mungu amekuandalia. Tumemaliza swali hilo, utatupatia swali linalofuata. Je, utajuaje kuwa Mungu amekusamehe dhambi ikiwa umetenda kosa na umeomba msamaha? Ni mimi Oswald Riziki kutoka Kasulu, Kigoma. Ndugu Oswald Riziki, nakushukuru sana kwa swali lako. Wewe unataka kujua kama umesamehewa dhambi zako. Umefanya kosa, umemkosea Mungu labda, au umewakosea wanadamu na umeomba msamaha. Unataka kujua kama umesamehewa? Unajuaje kama nimesamehewa?
Sasa tunajibu kama ifuatavyo. Kusamehewa dhambi au kosa huja baada ya kutubu na kuungama kwa yule uliyemkosea. Kama umemkosea Mungu, unaungama kwa Mungu. Umemkosea mwanadamu, unaungama kwa mwanadamu. Na kuungama ni kitu gani? Kuungama ni kukiri kosa, na kutubu ni kujutia kosa na kudhamiria kutorudia. Kwa hiyo kuna mambo mawili haya yanatakiwa yaende sambamba. Unaungama, unakubali kwamba hili kosa nilifanya. Lakini la pili, unajutia kwa nini ulilifanya. Na unapofanya hayo mambo mawili, hiyo sasa ni hatua ya uhakika sasa kupelekea kwamba unaenda kupokea msamaha. Mara nyingi uliyemkosea akiona umeungama, akiona umetubu, huwa anakusamehe. Kwa wanadamu wakati fulani inaweza kawa ngumu, mwanadamu mpaka umshawishi akusamehe wakati fulani, hata ukitubu na kuungama anakuwa vigumu. Lakini kwa Mungu katika mambo ambayo hana chenga chenga ni kusamehe dhambi. Wewe ungama tu, wewe tubu tu, uwe na hakika kwamba umesamehewa. Kuna maombi mengine tunampelekea Mungu kwamba Mungu, naomba unipatie mchumba, Mungu unipatie pesa, unipatie mafanikio. Mungu anaweza akachelewa au ataka akataa, akasema kwa ninavyokuangalia wewe hapana. Lakini unapoomba msamaha kwa Mungu ni pale pale unapewa msamaha wako. Kwa hiyo wewe ungama tu dhambi, wewe tubu tu dhambi, Mungu atakusamehe. Mithali 28 fungu la 13 Biblia inasema afichaye dhambi zake hatafanikiwa, bali yeye aziungamaye na kuziacha atapata rehema. Daudi aliwahi kumkosea Mungu na toba yake imeandikwa. Hebu tuangalie toba ya Daudi ilivyokuwa, tupate kitu cha kujifunza hapo katika kutubu. Zaburi 51 fungu la kwanza mpaka la 4, alafu taruka fungu la 7 hadi la 8. Daudi anasema, E Mungu, unirehemu sawasawa na fadhili zako, kiasi cha wingi wa rehema zako uyafute makosa yangu. Unioshe kabisa na uovu wangu, unitakase dhambi zangu, maana nimejua mimi makosa yangu, na dhambi yangu i mbele yangu daima. Nimekutenda dhambi wewe peke yako, na kufanya maovu mbele za macho yako. Wewe ujulikane kuwa una haki unenapo, na kuwa safi utoapo hukumu. Unisafishe kwa hisopo, nami nitakuwa safi. Unioshe, nami nitakuwa mweupe kuliko theluji. Unifanye kusikia furaha na shangwe, mifupa iliyopondeka ifurahi. Sasa hiki ni kipawa, yaani kuweza kuungama namna hii, kuweza kutubu namna hii kwa dhati kabisa kutoka moyoni. Hiki ni kipawa cha Mungu. Watu wengi huwa wanashindwa kuungama, na ndio maana hawasamehewi. Kwa sababu yule unayemuomba msamaha unakuwa hujamshawishi. Kwa mfano mtu unamuomba msamaha huku unacheka cheka tu. Sasa hapo ni msamaha gani? Kweli kuna kujutia hapo? Unacheka cheka. Sasa yule unampa mawazo kwamba anachocheka ni nini sasa? Anachocheka ni hicho alichonifanyia, au anachocheka ni huu msamaha ambao anakwenda kupokea? Kwa hiyo kuomba msamaha ni jambo lina kanuni zake. Onyesha kusikitishwa na hicho kitendo, kwa sababu kimemuumiza mwenzako. Na unapoonyesha kusikitisha, unamsaidia yeye kupata ujasiri wa kukuhurumia na wewe na kukusamehe. Kwa hiyo ndivyo ambavyo tunatakiwa kufanya. Kuungama na kutuba ni jambo ambalo linakuja kutokana na maumivu ambayo mtu anayahisi, na sio kitu cha kuigiza. Yaani kama wewe hujasikia maumivu moyoni, huwezi ukaungama, huwezi ukatubu. Mtunga Zaburi anasema hivi katika Zaburi 38 fungu la 3, anasema hamna uzima katika mwili wangu kwa sababu ya ghadhabu yako, wala hamna amani mifupani mwangu kwa sababu ya hatia zangu. Maana dhambi zangu zimenifukiza kichwa, kama mzigo zimenilemea mno. Kwa hiyo mtu anapokwenda kuomba msamaha ni kwa sababu anakosa amani. Anapoendelea kukaa na kujikausha, ni kama vile mtu ametafuta kitu chake hapa, labda simu yake hivi. Unajua kuna wakati ambapo tukiwa shuleni mtoto amepoteza kalamu na anaitafuta sana, analia na kulia machozi mazito kama sasa zinaingia mdomoni. Na sababu ya kufanya hivyo ni kwamba anajua akifika nyumbani mzazi wake hata mwelewa, wamekuwa akichapwa sana. Kwa hiyo anajua kwamba na leo pia naenda kuchapwa. Kwa hiyo analia, hata mkimtuliza hatulii. Na aliyechukua hiyo
kalamu ni wewe, umeiweka kwenye mfuko. Unadhani wakati anapofanya hivyo husikii maumivu moyoni? Kuna hatia fulani inakutafuna. Unasema jamani, hayo maumivu yote ni mimi nayasababisha. Sasa namna ya kuondokana na hayo maumivu ni kwenda kumwambia Bwana, kalamu yako ni hii hapa. Halafu useme kwamba jamani, mnihurumie, lakini pia uwe tayari kwa adhabu yoyote utakayopewa. Hiyo ndiyo kutubu, hiyo ndiyo kuungama. Na ukifanya hivyo, yale maumivu uliokuwa nayo mwanzoni yanaisha. Watu wengi wanatembea na hatia mioyoni mwao kwa sababu hawajawahi kuungama. Na kukosa kuungama hatia kumewapelekea watu wengine hata kupata ugonjwa wa akili, kupata kichaa. Mtu anatembea anaongea peke yake kwa sababu alitakiwa amwende kwa mtu fulani aliyeua mtoto wake. Najua wachawi nao wana maisha magumu sana. Mtu unamuua, unahudhuria msiba ambao wewe unajua ndio umesababisha, na unamwona mwenye ndugu yake anavyolia pale, alafu una hata muda wa kwenda kuomba msamaha. Unadhani hiyo hali itakuacha salama? Kwa hiyo hao ndio watu wanaokuja kuchanganyikiwa baadaye, mnakuta wanaokota makopo nini na nini. Unaona, hata Yuda katika kitabu cha Mathayo 27 fungu la 3, Biblia inasema kisha Yuda yule mwenye kumsaliti alipoona ya kuwa amekwisha kuhukumiwa, alijuta, akawarudishia wakuu wa makuhani na wazee vile vipande 30 vya fedha, akasema, nilikosa nilipoisaidi damu isiyo na hatia. Ni kweli alikuwa anasikia maumivu moyoni mwake, lakini kosa la Yuda ni kwamba anaenda kuungama dhambi kwa wale ambao hajawatendea kosa. Anaenda kwa wale wazee alikochukua zile pesa. Angenyoka moja kwa moja kwa Yesu, na akifika pale amwambie, Bwana unisamehe. Lakini Yesu, Yuda alichofanya, alikwenda pale akasema, nilifanya kosa kuchukua kukusaliti na nini, lakini hakuwa na toba ya kweli. Kwa hiyo msamaha upo, na msamaha unahitaji anayeomba msamaha awe amekiri makosa, awe ametubu, ameonyesha kuhuzunishwa. Na ukishafanya hivyo, usikae tena una wasiwasi kwamba hivi lakini nimesamehewa kweli, mbona nasikia tena kuna kosa amani. Hapana, hiyo sasa itakuwa ni shetani. Yaani umeenda kwa Mungu, umetubu, umeungama, umegaragara, umefanya kila kitu na Mungu amekusamehe, lakini bado unaendelea kusema mbona mimi sijaona kama amenisamehe. Hicho sasa, hiyo ni tabia mbaya, hiyo ni shetani. Wewe amini kwamba umesamehewa na unaendelea na shughuli zako zingine. Tunaomba utupatie swali jingine. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Naomba nikuulize mtumishi, kama Mungu anajua kuwa shetani atakuja kuwa adui, kwa nini aliruhusu awatese wanadamu? Huyu bwana anauliza swali ambalo linaulizwa na watu wengi sana, swali la maana, kwamba Mungu alijua. Kwa kweli Mungu hakuna asichojua. Mungu alijua kabisa dhambi itakuja, na dhambi hiyo itatokea kwa shetani, na huyo shetani atawadanganya wanadamu, na wanadamu hatadanganyika, na wakidanganyika wataingia dhambini. Wakiingia dhambini watakuwa wanakufa, alafu Mungu atawaonea huruma, atakuja waokoe. Alikuwa anajua yote. Sasa swali lake ni kwamba sasa kwa nini alimwacha shetani? Si pale pale alipoonekana huyu shetani anakuja pale pale angemgonga twap, shughuli ingeishia pale. Majibu ni kama ifuatavyo. Mungu alimuumba malaika shetani akiwa mkamilifu, asiye na dhambi, asiye mkatili, na kwa kweli alimpatia uhuru wa kufanya anachopenda. Hiyo ndio tabia ya Mungu. Mungu hajui kumbanabana kiumbe aliyemuumba. Kiumbe akishamuumba, akimpatia uhuru, anamwachia uhuru wote. Uhuru wa kuchagua kama anampenda yeye Mungu, anataka kumshukuru, au anataka kuondoka zake bila kutoa shukrani. Hivyo ndivyo ilivyokuwa. Kwa hiyo wakati huo huyo shetani alikuwa anaitwa Lucifer au nyota asubuhi. Habari zake zimeandikwa katika Ezekiel 28 fungu la 14 mpaka 15. Biblia inasema, wewe ulikuwa kerubi mwenye kutiwa mafuta afunikae, nami nalikuweka hata ukawa juu ya mlima mtakatifu wa Mungu. Umetembea huko na huko kati ya mawe ya moto. Ulikuwa mkamilifu katika njia zako tangu siku ile ulipoumbwa hata uovu ulipoonekana ndani yako. Kwa hiyo Mungu alitambua kwa shetani angekuwa na tamaa na cheo chake. Najua shetani kilichomsumbua ni kutamani cheo cha Mungu. Na hakuridhika, kutokuridhika, alafu kuwa na tamaa ya vitu vingine ambavyo hujapewa. Hiyo ndio mwanzo wa dhambi, na ndio kilichomharibu shetani hicho. Kama angeweza kushinda hiyo hali, basi asingekuwa na dhambi yoyote.
Katika kitabu cha Isaya 14 fungu la 13 Biblia inasema, nawe ulisema moyoni mwako, nitapanda mpaka mbinguni, nitakinua kiti changu juu kuliko nyota za Mungu, nami nitaketi juu ya mlima wa mkutano katika pande za mwisho za kaskazini, nitapaa kupita vimo vya mawingu, nitafanana na yeye aliye juu. Kwa hiyo shetani kiumbe aliyeumbwa, tena aliumbwa akiwa amependelewa sana, hakuridhika na vile alivyopewa na Mungu, akatamani kuwa kwenye nafasi ya Mungu, yaani akae kwenye kiti cha Mungu pale. Na unajua mtu anaposema natamani kile kiti, maana yake ni kwamba anataka huyo aliye kwenye hicho kiti amuondoe aende wapi, atajua yeye mwenyewe huko. Kwa hiyo shetani alikuwa na mawazo ya kwamba Mungu aondoke pale kwenye kiti chake, mpoteze kabisa, asionekane, hii dunia yote sasa aitawale yeye, aiongoze yeye, wakati ambapo yeye naye pia alikuwa ameumbwa. Unajua kuna tofauti kati ya Mungu na viumbe walioumbwa. Mungu hajawahi kuumbwa. Mungu haumbwi. Yaani yeye hana mwanzo, hana mwisho. Vitu vyote vilivyoumbwa vimetoka kwake yeye. Sasa hii akili ya kutaka kilichoumbwa kimuongoze aliyekiumba ndio dhambi, na ndio iliyomponza shetani. Kwa hiyo Mungu asingeweza kufanya chochote kubadilisha mtazamo huo mpya wa shetani, kwa kuwa kama angemwangamiza kabla ya ubaya wake kudhihirika, angeonekana ni katili na viumbe wangemtii kwa oga na si kwa furaha. Kile Mungu alichofanya ni kuzuia uasi huo usisambae kwa viumbe wengine. Sikiliza hapa vizuri. Mungu angeweza kumzuia shetani asiendelee kuishi. Yaani unajua wewe na mimi tunaishi kwa sababu Mungu ameachilia pumzi yake inaendelea kufanya kazi ndani mwetu. Kama kiminya tu kitufe kinacholeta uhai ndani yetu, yaani saa hiyo hiyo tunakufa. Wangekumbuka pia na madai yake. Moja madai ya shetani kwamba Mungu anatuonea sisi, kutupatia sheria. Sisi tunatakiwa tuwe huru, sio unatuzuia, si mara tusifanye hivi, mara tusiue, mara nini. Haya mambo ni uonezi tu. Mimi nikipewa nafasi, raia wangu wote wataishi bila sheria yoyote ile. Yatakuwa maisha mazuri sana kuliko haya mnaoishi sasa hivi. Kwa hiyo shetani kama angeangamizwa kabla haijaonekana matokeo haya aliyoyafanya. Unajua sasa hivi shetani hawezi kutoa madai yoyote. Aliachiwa miaka 6000 ya kuitawala hii dunia, angalia jinsi ilivyoharibika. Kwa hiyo sasa hivi hana ushahidi kwamba alichokuwa anataka ukisimamia kweli kingekuwa. Lakini Mungu angemwangamiza tu pale pale. Leo hii watu wangeanza kusimuliana. Unajua kulikuwa na malaika mmoja alikuwa na akili, alimchallenge Mungu sana. Mungu baada ya kuona huyu jamaa na akili kumzidi akamuoa bwana. Hapo ndipo uasi ungekuwa mkubwa zaidi. Kwa hiyo rafiki yangu naye uliza kwamba kwa nini shetani asingeuawa, hii ingekuwa mbaya zaidi. Ufunuo 12 fungu la 12 Biblia inasema kulikuwa na vita mbinguni. Mikaeli na malaika zake wakapigana na yule joka. Yule joka naye akapigana nao pamoja na malaika zako, nao hawakushinda, wala mahali pao hapakuonekana tena mbinguni. Yule joka akatupwa, yule mkubwa nyoka zamani aitwaye Ibilisi na Shetani, audanganyie ulimwengu wote, akatupwa hata nchi na malaika zake wakatupwa pamoja naye. Kwa hiyo shangilieni enyi mbingu na enyi mkao humo, ole wa nchi na bahari, kwa maana yule Ibilisi ameshuka kwenu mwenye ghadhabu nyingi, akijua kuwa na wakati mchache tu. Kwa hiyo Mungu hafurahii mateso ambayo shetani anatusababishia. Hata hivyo mtu anaweza kujiuliza swali kwamba yani shetani alipoleta shida kule mbinguni, Mungu akaona isiwe tabu, akamtoa ndio akamleta hapa duniani. Kwa hiyo haya matatizo Mungu ndio ametusababishia. Kwa nini amrushie huko duniani jamani? Kwa nini asingemrushia kwingineko huko? Biblia imeandika kifupi sana, lakini kimsingi shetani alifukuzwa mbinguni. Na mtu anapofukuzwa hapangiwi kwamba uende wapi. Umefukuzwa, akaanza kuzurura. Kila alikoenda anakataliwa. Ni hapa tu duniani alipofika wazazi wetu wakamkaribisha. Kwa hiyo sio kwamba Mungu alimtuma kwamba shetani nenda duniani. Alimfukuza mbinguni, ila sisi ndio tukampokea. Ndio haya matatizo yote tunayopata haya, kwa sababu wazazi wetu walikuwa wakarimu sana, kama ambavyo wazazi wetu waliwapokea wakoloni, wakaja kwenye nchi zetu hizi wakatutawala, Waarabu wakatuuza utumwani. Yaani kuna ukarimu mwingine usio na maana, ndio huu ambao sisi tuliufanya hapa duniani. Kwa hiyo hata hivyo tumshukuru Mungu. Baada ya kuona shetani amekuja kwenye hii dunia ambako kuna watoto wake, akamtuma mwanae mwenyewe, akazaliwa kama mwanadamu, akaja kupambana na shetani kwenye hii ardhi. Mungu alinunua kesi yetu.
na amepambana na ameshinda. Kiujumla ile vita imeisha. Tuko hapa tu kwa muda, tunasubiria mambo fulani fulani hayajakaa sawa, lakini ile vita imeisha na imeisha kwa ushindi. Yesu amerudisha ile himaya yake yote na shetani amepangiwa hukumu yake. Ni muda tu, ni swala la muda. Shetani ataangamizwa, na wakati atakapokuwa anaangamizwa, yeye mwenyewe atakiri kwamba hukumu zako Mungu ni za haki. Wapambe wake nao watasema kwa kweli huyu bwana alistahili kuuawa. Angemuua mapema kule, haya maneno yasingeweza kutokea. Kwa hiyo uwe na amani tu kwamba Mungu ana akili nyingi, amemwacha shetani ili tushuhudie ubaya wake, ili atakapomwangamiza kila mmoja aseme kwamba ni halali ameangamizwa, asiwepo mtu wa kumwonea huruma. Tunaenda kwa mapumziko. Asanteni kwa kuwa pamoja nasi. Tuende kwa mapumziko, alafu baada ya hapo tutarejea tena. Karibuni tena kwa baada ya mapumziko mafupi. Tunaendelea na kipindi chetu. Kipindi hiki cha Biblia Yasema, kipindi kinachochambua maswali yaliyotufikia na kuyatafutia majibu katika Biblia. Dada Miliana, tusomee swali linalofuata. Je, mwanamke anaruhusiwa kuwa kiongozi wa kanisa, yaani kuwa mchungaji, shemasi na uongozi mwingine, ukizingatia Paulo anasema kiongozi wa kanisa awe mwanaume aliyeoa mke mmoja? Swali hili ni swali la maana sana. Huyu ndugu yetu anataka kujua kwamba kuna sifa gani za kuwa kiongozi wa kanisa. Je, mwanamke anaweza kuwa kiongozi wa kanisa? Maana kwa kusoma kwake ni kama ameona imesema kiongozi wa kanisa ni lazima awe mwanaume na awe aliyeoa mke mmoja. Kitabu cha Timotheo wa kwanza sura ya 3 fungu la 2 nasema, basi imempasa askofu awe mtu asiyelaumika, mume wa mke mmoja, mwenye kiasi na busara, mtu wa utaratibu, mkaribishaji, ajuaye kufundisha. Na Timotheo hiyo ya kwanza sura ya 3 fungu la 12 ikizungumzia mashemasi inasema, mashemasi na wawe waume wa mke mmoja, wakiwasimamia watoto wao vizuri na nyumba zao. Na kitabu cha Tito 1 fungu la 6 hadi la 7 Biblia inasema, ikiwa mtu hakushtakiwa neno, naye ni mume wa mke mmoja, ana watoto waaminio, wasioshtakiwa kuwa ni wafisadi wala wasiotii, maana imempasa askofu awe mtu asiyeshtakiwa neno, kwa kuwa ni wakili wa Mungu, asiwe mtu wa kujipendekeza, asiwe mtu wa kujipendeza nafsi yake, asiwe mwepesi wa hasira, asiwe mlevi wala mgomvi, asiwe mpenda mapato ya aibu. Kwa hiyo sifa za kiongozi wa kiroho anayefaa kuliongoza kanisa kwa sehemu kubwa zinachangiwa na mazingira ya kanisa husika katika wakati husika. Unielewe vizuri. Biblia imezitaja sifa za viongozi, lakini baadhi ya sifa zingine zinaendana na hali ilivyokuwa katika nyakati huo waraka ulipoandikwa, na mahali husika palikuwa na mazingira gani. Nitafafanua. Katika nyakati za kanisa la awali,
mtu aliyetambuliwa kustahili kuliongoza kanisa hakutakiwa kuwa mtu mwenye wake wengi, na ndio maana msisitizo ulioko kuwa awe mume wa mke mmoja. Hiyo ndio ilikuwa sifa ya msingi sana. Leo hii pengine hiyo inaweza isiwe sifa ya msingi sana, kwamba tunamtafuta kiongozi wa kulisimamia kanisa la Mungu, na unakuta kuna vijana ambao hawajaoa, au unakuta kuna wakina baba waliofiwa na waume zao au walioachika, hao hawana mke mmoja, lakini sifa zingine zote za kiroho wanazo. Ni kweli kwamba tujizuie kuwachagua hao kuwa viongozi wa kanisa, kwa sababu hapa fungu limesema awe na mke mmoja. Hapo tunarejea kwamba hiyo ilihusu zaidi wakati ambako huu waraka uliandikwa. Kwa hiyo rafiki yangu, ni kwamba kiongozi anaweza akawa mwanamke, kiongozi anaweza kuwa kijana ambaye hajaoa. Mnachoangalia ni uwezo wake, sifa zake zingine za kiuongozi alizo nazo. Tumefikia mwisho wa somo letu. Ninakushukuru wewe ambaye umekuwa pamoja nami katika kipindi hiki tangu tulipoanza. Ikiwa kuna mahali popote unahitaji ufafanuzi, unaweza ukapiga simu au ukaandika meseji kwa namba ambazo zitatokea hapo mbele baadaye. Lakini kama unataka kupata ufafanuzi kutoka kwangu mimi Pastor Steven Leta, namba yangu ni 0764600362. Na tunapoenda kufunga kipindi hiki, nitakuomba mahali ulipo upate kuinamisha kichwa chako. Tuombe. Baba yetu mwema mbinguni, nakushukuru sana kwa muda ambao umetupatia. Tumejifunza mengi, na katika yale ambayo tumejifunza, hebu Yesu ukamsaidie huyu mtazamaji na msikilizaji kuchukua yale yatakayomsaidia kufanya uamuzi wa kuokolewa kwake. Natamani siku moja wote ambao tumehudhuria kipindi hiki tukaokolewe, tukawe warithi wa uzima wa milele ule uliokwenda kutuandalia. Asiwepo hata mmoja wetu atakaye kwenda kuangamia pamoja na shetani na malaika wake waovu. Asante kwa sababu utafanya hivyo, tunaomba na kushukuru katika jina la Yesu Kristo. Amina.